Simiyu oye! Itilima oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Tanzania oye! Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa, tukae. Mwenyeji wetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu na viongozi wengine wa mkoa na wilaya hii ya Itilima, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, na viongozi wote wa serikali katika nyadhifa zenu mbalimbali, ndugu naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa na wilaya hii ya Itilima, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, machifu na wazee wetu wa Itilima, na ndugu wananchi Itilima oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwamba leo tumekuja Itilima. Na leo nimefika Itilima kwa mambo mawili makubwa. Kama mnavyojua, niko kwenye ziara kwenye mkoa huu kwa siku 5. Lakini Itilima hapa nimefika, la kwanza nimezindua hospitali ya wilaya. Imeshasemwa hapa na mnaijua, ni hospitali nzuri na ya kisasa. Lengo ni kuwasogezea wananchi huduma za afya karibu nanyi. Lakini Mheshimiwa mbunge, pia Mheshimiwa waziri anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI amesema mengine yote ambayo yamefanyika hapa Itilima. Nachotaka kuongeza mimi ni kwamba jana nilizindua chanjo ya mifugo, na najua Itilima kuna wafugaji wazuri. Niwaombe sana mshiriki katika uchanjaji wa wanyama wetu. Kwa kiasi kikubwa serikali imechukua gharama za chanjo hizo na mkulima atalipa kiasi kidogo sana. Niwaombe sana mshiriki kwenye kuchanja wanyama wetu ili tupate hadhi, nchi yetu ipate hadhi kwamba nyama yetu tunayoiuza nje ni salama. Lakini la pili ni swala la viwanda. Nimetoka wilaya ya Meatu, nimekwenda kufungua kiwanda cha kuchakata pamba. Lakini jana pale Bariadi nimefungua kiwanda cha kuchakata pamba na kuzalisha mafuta ya kula, na kule Meatu ni hivyo hivyo. Na fahari ni kwamba mwenye kiwanda cha pale Bariadi ni mwana Itilima. Kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini niseme kwamba hapa Itilima kuna vijiwanda vinajengwa, nami nataka niwaongeze au nitie nguvu zangu kwenye viwanda. Niwajulishe kwamba serikali inaendelea na jitihada za kuvutia viwanda katika wilaya ya Itilima na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Kwa sasa Itilima nimejulishwa kwamba ina kiwanda kikubwa kimoja, viwanda vidogo 9 na vidogo sana 92, ambavyo vimeajiri watu 414. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya, nami nizungumze na ndugu zangu wa Simiyu katika wilaya yote ile mwenye uwezo wa kuweka viwanda vya kuchakata pamba, kukamua mafuta au viwanda vingine, wafanye kazi hiyo na wahamasisha mfanye kazi hiyo. Lakini nawapongeza pia halmashauri kwa kutenga maeneo ya viwanda na biashara. Hiyo ni fursa nzuri, maeneo yatumike na itarahisisha azma yetu ya utekelezaji wa kuwavutia wawekezaji ndani ya wilaya hizi. Jambo la tatu nalotaka kuzungumza ni uzalishaji wa pamba. Ndugu zangu, katika kilimo na uzalishaji wa pamba kuna siasa kubwa. Niwaombe sana tusikilizeni serikali tunavyowaambia. Serikali hata siku moja haitachukua hatua ya kumdhuru mkulima au mwananchi wake. Tutachukua hatua za kunyanyua kilimo na kumfanya mkulima afaidike na kilimo chake. Kwa hiyo niwaombe sana, acheni siasa zinazozunguka, tusikilizeni serikali kwenye upandaji wa pamba, uoteshaji wa pamba. Na jambo zuri ni kwamba kuanzia mwaka huu
tunaanza kutoa ruzuku kwa kiasi kikubwa kwenye uoteshaji wa zao la pamba. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, mshiriki katika zao la pamba au kilimo cha pamba. Nizungumzie kidogo kuhusu changamoto zilizopo ndani ya wilaya. Natambua kwamba kuna changamoto ya barabara, na mdogo wangu Njalu hapa ameomba kwa sauti ndogo, lakini hata mimi nilivyozunguka nimeuona mji wa Itilima umepangika vizuri, lakini barabara hakuna. Kwa hiyo niungane naye kumtaka waziri wa ujenzi aje amwangalie kwa jicho la rehema, hasa zile barabara tulizofanya majaribio, kwa sababu Itilima walikuwa volunteer wa barabara zile. Basi ufundi ule ule uje waongezewe barabara katika mji wao, lakini usiwasahau na zile taa kwa sababu wengine tunawapa taa na wenyewe wapate taa ili wafanye biashara masaa mengi zaidi. Lakini pia ndugu zangu, natambua kwamba tumejitahidi sana kwenye miradi ya maji, lakini bado maji hayajaenea kote. Nataka niwahakikishie kwamba serikali tunalitambua hilo na tunafanya jitihada kuleta mradi mkubwa wa kutoa maji ziwani na kusambaza ndani ya mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo tunalifanyia kazi na hilo pia. Kwenye barabara ndefu waziri amesikia, na nadhani hizo ndizo changamoto kubwa ndani ya eneo hili. Mengine yote yamesemwa vizuri. Umeme tunakwenda vizuri, tumemaliza vijiji, tunakwenda kwenye vitongoji na usambazaji unaendelea. Ndugu zangu wa Itilima, niwahakikishie serikali ipo kuangalia ustawi wa wananchi wake, na hilo ndilo tunalolifanyia kazi. Niwaahidi kwamba tutaendelea kuleta maendeleo. Maendeleo ni hatua, kidogo kidogo maendeleo yatakuja na tutafikia ile hali ambayo wamefikia wenzetu. Lakini hitimisha kwa kumpongeza Mheshimiwa DC, mkurugenzi na watumishi wote wa halmashauri, kuwataka waendelee kuchapa kazi na kuleta maendeleo. Niwashukuru tena wananchi wote kwa kujitokeza kwa wingi. Nimeletewa kikaratasi hapa kinasema kinasema serikali kimejenga kiwanda cha vifaa tiba, kitajenga kiwanda cha vifaa tiba ambacho kitajengwa hapa Itilima, na hichi kitahudumia Tanzania nzima, lakini kinakuja kujengwa hapa Itilima. Na kama nilivyosema, na washukuru kwa kuweka maeneo ya viwanda. Lakini vile vile nakumbushwa hapa kwamba serikali imetoa bilioni 8 kama tulivyofanya kwenye korosho, tumetoa kwenye zao la pamba kama ruzuku bilioni 8. Lakini pia kuna eneo tunakwenda kujenga eneo la viwanda kwa ajili ya pamba. Kuna ekari 1000 tayari wilaya imeshatenga, tunakuja kuweka viwanda vya kuchakata pamba. Hiyo ndo kazi yetu serikali, ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, nirudie shukrani zangu kwa wananchi wote. Itilima imefunika, uwanja umefurika. Na washukuru sana wananchi kwa kujitoa kwa wingi namna hii. Na sasa niwaombe basi mturuhusu tuendelee na safari, na niwaahidi kwamba tukimaliza kutiki ile Oktoba, si muda mrefu nitarudi tena Itilima. Ndugu zangu wa Itilima, Oktoba. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sasa tumpigie makofi.